Mimi kwa majina naitwa Tyson Edson, wengi wananifahamu kama Dr. PC. Actually ni co-founder wa Ubepari PC. Since one day tukiwa chuo, tulianza kufanya hivi vitu. So kwa upande wangu kompyuta nilikuta nyumbani. Kwa upande wangu kompyuta nilikuta nyumbani. Nakumbuka kwenye familia yetu mtaa mzima kipindi hicho kompyuta unakuta 1, 2 kipindi hicho ukimiliki storage ya MB 128 kama labda ile nini memory card ilikopo ni kitu ambacho ni very expensive, tulikuwa tunatumia CD. So kompyuta nilikuta nyumbani na issue ambayo nilifanya nipende kompyuta ni gaming, issue za games. Kama mmecheza games kuna games za kitambo sana ambazo ni Mortal Kombat 4, Project IGI, zilikopo muda wote sana na shinda nazo. So kompyuta nilipendea kupitia games, na wakati nikiwa form 4 tu nikaanza biashara ya kuchezesha games kwa kutumia kompyuta. Mimi nimetokea Mbeya, kuna eneo linaloitwa Uyole. Kwa Uyole mimi ndo founder pale wa games, zile vibanda umiza tunasema vya kuchezea games. So niliona wenzangu wanatumia PlayStation, lakini nikopo sijajua, sikutokea kuipenda PlayStation. Actually nilitokea kuipenda computer kwenye games, na since kipindi hicho nikawa naijua computer, najua kuchezea baadhi ya vitu. So paka nakuja chuo si nikopo na uelewa mpana sana wa computer. So tukaanza kuwasaidia wenzetu sasa kama dalali kuwatafutia computer, kwa sababu sasa hivi uzuri teknolojia imekuwa. So kipindi hicho uko mwanachuo unataka utafute computer, ilibidi lazima uingie Kariakoo. Sasa Kariakoo it depend, inategemeana. Kuna ukienda kwa big fish prices ziko juu, ukienda kwa watu wa kawaida pia unakuta watu wa kawaida hawajanyoka vipengele. So unakuta unanunua kitu ambacho warranty yake yani ni kisogo, yani ukishageuza kisogo ndio imeisha. Yani kwamba hata kitokea problem yote mtu aweze akakusaidia. Na wengi sana unakuta wanauza laptop lakini hawazijui laptop. So inakopo ni kitu ambacho ni tofauti kabisa. Kwa mtu anakopo anashindwa hata kumwelekeza mteja. That's why unakuta mteja labda anataka laptop kwa ajili ya kusomea tu, lakini anapewa laptop ambayo au anauziwa laptop ambayo ni bei ghali. So tunavyotafuta laptop, kwa mfano hapo brother nikikuuliza ukifikiria computer na matumizi yako unafikiria nini? Utumie kompyuta katika matumizi gani? Upande wangu kompyuta naitumia kwa upande wa coding pamoja na graphics. Upande wa coding na graphics. Hapo brother nikikuuliza kompyuta, wewe unataka kompyuta utumie kwa ajili ya nini? Coding pamoja na gaming. Okay, sawa. Kwa hiyo watu wengi wanajiuliza nini maana gaming PC au gaming PC solve modern computing challenges. Tutaiona hii, alafu pia kuna issue, tutaangalia desktop na laptop ambao mwenzangu kashaongelea, nitakuwa chap kidogo, na nani ambaye anahitaji hizi gaming hardware. So katika Tanzania sasa hivi ukifanya research, vijana wengi ambao wanatengeneza pesa ni wanatumia kompyuta. Lakini kama nilivyo mention hapa, hizi ni list za vijana ambao Tanzania wanaingiza pesa nyingi sana kwa matumizi ya kompyuta. So nchi yetu kama unavyojua, unaweza kusomea kitu hivi ila kutokana na uhaba wa ajira, ndio maana leo usishangae kuona daktari kama mimi nauza kompyuta. Hicho ni kitu cha kawaida sana. Usishangae kumuona mtu ambaye amesomea yuko partner professional yake lakini ndo anaendesha maisha. It's simple kutokana na life wenyewe ambavyo ipo. So huwezi jua vitu vinaenda vipi, lakini ukiangalia vijana ambao wanatengeneza pesa ya kutosha Tanzania, kuna website developer na wanaofanya website management. So kama kijana ukijifunza kutengeneza website vizuri, let's say ukawa wewe ni pro, umejifunza uko vizuri, website leo tunatengeneza kwa $500. Kwa wiki umepata vichwa 2 au mpaka 3. Kwa mwezi una shilingi ngapi? So unajikuta ni ajira yako hiyo ambayo unaweza ukaitumia ukaendesha maisha. Lakini kuna wengine hawa jamaa wa graphics design na video editing, watu wa maharusi wanaopiga picha, wengi sana wanatumia kompyuta zao kufanya graphics design, kwa sababu mtu anaweza kutumia simu, lakini mtu simu anakopo yuko limited, so lazima apate kompyuta. So ukiangalia jamaa ndo wana design mabango kama kipindi cha makampeni zile mabillboard yale ya rais, ni watu pale walikuwa wamekaa wametengeneza na wamefaidika, wanalipwa hela nzuri, na zinakopo ni kama tender wengine wanapata kwa ajili ya ku design. So issue nyingine ni programming.
wapo watu wengi sana wamefanikiwa kwa issue ya programming. Kuna nyingine ni data entry research, mavyuoni na baadhi ya sehemu mataasisi wanafanya research. Kwa hiyo kuna vijana wanaandaliwa kwa ajili ya data entry. Sasa waweza kukuchukua kijana kama wewe mwenyewe haujui kwanza hicho kitu na pia hauna kompyuta. So uweze ukajua kompyuta itakusaidia wapi. Kuna nyingine ni content creation. Sasa hivi sawa kuna issue ya AI, lakini kuna baadhi ya content ambazo pro wanatengeneza lazima uwe na kompyuta Sasa hizi content creation sana wengi wanapitia YouTube, TikTok na Instagram. Japo hawalipi direct, lakini unaweza ukakutana na watu ambao wakataka wa advertise biashara yao kupitia wewe page yako, labda account yako labda ya Instagram na nini, na pale unakopo kuna share yako unapata. Una advertise matangazo ya watu unapata ila direct. So content zikiwa vizuri watu wanapenda. Lakini tech services, tumefanya tech service, let's do this za kutosha sana. Kwa mfano hapa nikopo na nahangaika jinsi ya kuhamisha file langu kutoka kwenye iPhone kwenda kwenye kompyuta. So unakuta asilimia ya wengi sana nikwambia tuhamishe, unakuta tunaweza tukachukua muda mrefu. Lakini let's do this ni kwamba zinawasaidia watu kusolve changamoto. Ili upate pesa lazima uweze kusolve changamoto ya mtu. So easy trick mmoja wapo tu utakopo, yani ushakutana na tatizo, na wengi wao sana utakuta unalipia gharama, kulipa gharama kuinstall window, kulipa gharama kwa activate window na baadhi ya trick nyingine. Lakini ukiangalia vijana wengi pia katika hii tech services kwa kutumia kompyuta, tukijua kompyuta wanaweza wakapata hela nyingi sana. Kwa hiyo tu. Lakini pia social media management. Hapa kama una manage account za watu hauwezi ukawa una masimu mengi. Wengi sana wanakopo wana log in kwa kutumia kompyuta na manage na ni vizuri. Kitu kingine ambacho watu vijana yani si Gen Z tunapata sana pesa kwa kutumia kompyuta ni forex. So mtu anayefanya forex lazima awe na kompyuta. Jinsi ya kuanalyze zile setup zake, kuview graph vizuri. So hizo zote nizo kutajia ni fursa ambazo vijana wengi wanapata pesa. Na forex sio betting. Forex ni, lakini actually vijana wanaotoboa kwenye forex ni wachache, lakini sio betting, ni kitu ambacho kipo real, kina exit tofauti na betting, lakini pia ni risky. So kama unafanya forex, unataka ununue kompyuta kwa ajili ya forex, na kushauri kama uta earn profit, it's better ukajifunza actual business ya bidhaa kuliko kuiweka hela katika visual na kuitengenezea faida. Yes. Kwa hiyo hizi ni vitu vingi sana, hizi tumeona ni issue nyingi sana ambazo vijana wanatengeneza na zile habari za leta huyu sijui zile habari za kuzalisha hela sijui muunganishe huyu wanachuo wengi tumeibiwa. Kipindi hicho kulikuwa kuna jamaa anajiita QNet na nyingine nyingi wanakuambia sijui njoo wewe tukuunganishe na mwenzako ili upate hela. Hakunaga biashara za namna hiyo. Wengi sana wanakopo ni maskama. So kwenye kompyuta kama unataka ununue sasa, je, kuna hizi normal laptop na kuna hizi hapa gaming PC. Gaming PC inaweza ikawa laptop au desktop. So wewe inabidi uchukue laptop ambayo ni ya kawaida kama wewe upo ndani ya matumizi, kwa sababu kuna wengine unakopa uelewi sasa. Utakuta mtu hapa anachanganya na baada ya kununua gaming ananunua ya kawaida, baadaye tena anaanza kulalamika. So huenda issue kama mimi ni budget, kwa sababu gaming hizi laptop na gaming PC kidogo budget yake ipo kubwa, lakini kama una uhitaji it's better ukaanzia hapa, kwa sababu ukiangalia pro user wa computer hajatumia kompyuta moja. Umeona? Hajatumia kompyuta. Kwa mfano mimi nimetumia kompyuta zaidi ya 20 au 30. Umeona? Na sasa hivi nimesema kabisa similiki kompyuta kwa sababu nimeshindwa kabisa kukaa nayo. Kwa sababu kila nitayopata maana yake kuna mteja ataitaka nitaiuza. Umeona? Kwa hiyo lazima ujue sasa unataka kompyuta ya aina gani. So hizi ni tayari mwenzangu ameshaelezea, lakini hizi kazi zote ni right task. Kama unataka uchukue normal laptop kwa ajili ya game, utafanya game, lakini utafanya right games. Right games ni kwamba ni ambazo zimetoka kuanzia maybe mwaka 2015 kushuka chini. Sijui GTA 5 hizo utacheza, na games nyingine za magari ambazo kama uelewi, kama unavyoinunua unataka hizo games, nitakwambia kabisa ili alicheze. Ndio maana unakuta kuna mtu mwingine ananipigia, "Hey doctor, nataka niweke games kwenye computer, lakini game fulani nasema kabla hujaje ofisini, hebu nitumie laptop yako. Nitumie tu nione." Kwa akinitumia tu nikishaiona hivi namwambia humu itacheza game hii na hii, hizo game zako hizi haiwezi zikacheza. Sasa mtu kwa nini sasa mimi nataka nicheze? Inasema hiyo haiwezi kwa sababu labda mashine yako haina specs za RAM yake labda ni ndogo, haina GPU. Game kucheza lazima iwe na GPU na vitu kama hivyo. Ni bora umueleze mtu mkweli, kwa sababu ukilazimisha kufanya heavy duty katika light task computer, utachotokea ni kwamba utaoverheat processor. Mwisho wa siku game litakuwa lina stuck, na mwisho wa siku unakopa laptop yako ipo katika risk. Muda wote inaweza
inaweza ika shut down alafu then ukaanza kumlalamikia mtu ambaye kakuuzia. So kama wewe unapenda hizi gaming laptop, ujue lazima ujipange kibudget. Najua itakopo ni changamoto kidogo, ndio maana wengine wanaweza kaanza na laptop ndogo alafu then baada ya muda akijipata wanahamia kwenye laptop ambazo zinaweza zikaendo vitu vikubwa. So kama wewe ni una edit video, una use these 3 modeling softwares, kwa mfano ArchiCAD, AutoCAD, Lumion, na tena sio kuna nyingine ambazo zinaweza zikarun kwenye right hizi computer, lakini kuna zile ambazo sasa ni heavy, ku export zinachukua muda mwingi, 3D, Lumion, kwa lazima uchukue machine design hii. Na kama wewe ni mtu wa program and development software lazima uchukue, lakini pia ukichukua hii mashine ni kwamba ukinunua leo utakaa nao kwa miaka mingi sana, kwa sababu yani sasa sana PlayStation version, kwa mfano PlayStation 2 mpaka kwenda PlayStation 3 ilikaa labda almost miaka 6. Hivyo hivyo ukinunua 4 utakaa nao hivyo hivyo, kama sasa hivi ukinunua 5 mpaka baada ya miaka fulani ndio utaweza. Kwa hiyo unakuta kitu utachokinunua utakitumia muda mrefu, kuna kopo hakuna haja tena ya kuupdate kwenda kwenye kitu kingine kwa muda mrefu, kwa sababu kama umenunua right utaanza nayo sawa, lakini utapofikia sehemu utasema mbona hii mimi hainitoshelezi. Sasa pale ndo utaanza kufuatilia na utagundua kumbe unahitaji uongeze specification kwenye mashine yako, na kuongeza specification baadhi ya kwenye laptop haiwezekani, kwa mfano GPU. So inabidi sasa ununue kompyuta nyingine ni uwezo mkubwa. So issue iko kama hiyo. So hizi ni gaming computer. Mtu anaposema gaming computer sana sana labda maybe say kwa kwenye gender sana sana wasichana utakuta mtu gaming labda najua kama ni computer kwa ajili ya game tu, amna, ni beyond gaming. Kwa hiyo hii hapa kwa sababu zinakuwa zina processor kubwa zinakupa effortless multitasking. So multitasking ni kwamba unaweza uka browser kama wewe ni mtu wa internet una open browser za kutosha, documents, na haupati lag kabisa. Umeona? Kitu kingine, hii future proof investment tayari hapa nishaisema, ila hii kuna professional powers. Kama mtu ni professional kabisa lazima amiliki hii. Kwa hiyo kwa mtu ambaye wewe, kwa mwanafunzi unaweza ukaanza na ya kawaida, ila baada ya muda, kwa sababu kuna baadhi ya program za 3D unaweza kufanya, lakini ikishafika baada ya muda umemaliza sasa chuo, watu wameanza kuamini, wanaanza kukupa kazi utengeneze. Sasa inabidi utoe vitu vizuri. Kutoa vitu vizuri kwa kompyuta ndogo unakuta tayari so lazima uupgrade machine. Kwa watu washakuamini wewe engineer, unaenda kuomba kazi, vifaa vyako vya kucholea kompyuta yako akiangalia tu vinasema huyu jamaa anatutania. Umeona? Huyu jamaa anatutania. Kwa hiyo inakuaga vile. Kwa hiyo issue nyingine ni kwenye creative studio, kwenye issue za video editing na 4K rendering. Sana sana hapo, kwa sababu unakuta sasa hivi kuna competitors kama kwenye video kwenye marketing ya video, kama labda ni video za wasanii, kwa sababu pale kila mtu ana kitengo chake. Kuna mwingine ana shoot, kuna mwingine yule ambaye anakaa na zile video kuanza kuziorganize, kuzicut na kuzifanyia rendering hiyo kitoke kitu kimoja. So pale kwenye rendering kwenye kuedit, sometimes kwenye kuedit unaweza kaifanya na right computer, ila kama unataka kuexport manake ni kuitoa sasa kuipangilika ikawa moja, lazima pale ufanye kitu kinaitwa rendering. Sasa rendering kwa mashine za kawaida zinafanya, lakini zitafanya kwa full HD sana sana, kwa full HD, lakini na muda utakopo ukizipeleka kwenye 4K hii mashine lazima ita struggle, kwa sababu rendering ina require mashine iwe na GPU. Haijalishi GPU gani, lakini at least iwe na GPU. So kwenye GPU hapa tutaanza kuona GPU za aina tofauti tofauti. Kuna GPU baadhi zipo zitafanya rendering lakini kwa kustruggle. Lakini kutokana na teknolojia unavyochukua ile GPU au series ya kompyuta, ndio maana tumesema kwenye kompyuta kitu cha kwanza kama Eric alivyosema, unavyonunua consider generation, kwa sababu the more generation unaenda ndo performance unazidi kuipata. Kwenye laptop ni very easy, kwa sababu hawezi ka bottleneck chochote kile, yani kwamba kuwekea processor kama generation ya 11 na GPU, kama ina GPU na GPU yake itaendana na ile processor, kwa hiyo utafanya vizuri sana. So kwenye 4K sasa, ukifika katika competition ya 4K kutoa vitu vyenye quality, lazima sasa umiliki pro laptop ama desktop ambazo ni hizi gaming. So graphic design and photograph tushaongelea, na issue nyingine ni gaming. So kwenye gaming kwa Tanzania sio wengi sana wana nani moja kwa moja income kwa gaming, ila wengine wanafungua ofisi ambazo zinaitwa vibanda umiza. Kwa hiyo wanakuwa na games, kwa sababu
unatakiwa uwe mtu wa kujitofautisha. Kwa mfano sasa hivi industry ya game wengi sana wanatumia PlayStation 5, 4 na ukienda ndani huko PlayStation 3 hadi PlayStation 2 utazikuta. Lakini sasa ukiwa una game kwa kutumia computer, kitu cha kwanza unakopa una advantage ya kuplay games zote zile series zote za kuanzia PS2 mpaka PS5 kwa quality kubwa. Sasa quality ita depend sasa na specification yako. Japokopo hizi gaming ni expensive compare na PlayStation. Yaani kwamba kuipata PlayStation, kuipata machine ambayo inacheza game sawa na PS5 kwa budget ile inakopo ni ngumu. So gaming ni expensive, lakini itakupa uwanja mkubwa na yenyewe unaweza kuna specification ukishazifikia za computer unaweza kucheza game kwa quality kubwa kupita hata PlayStation 5. So inategemeana na combination. Issue hapa inakuwa ni pesa tu. So vitu kama hivyo. So hapa hizi ni point ambazo zimetofautisha kubwa kati ya hizi light laptop na gaming PC. Kwa mfano kwenye issue ya 4K rendering. Kwa mfano kwenye normal PC naweza nikatumia 3 hours, lakini kwenye kurenda 4K video, lakini kwenye gaming unaweza ukatumia dakika chache. Umeona hapo jinsi gani unavyookoa muda. Kwa hiyo unaokoa muda wa kutosha sana. Umeona? Sasa kama wewe ni mtu ambaye wateja unao wengi, kwa lazima umiliki hizi mashine ili unatoa kazi zako chap. Umeona? Kwa hiyo kuna issue nyingine, kuna hizi kwenye Photoshop. So watu wengi sana wanajua hii Photoshop kwa sababu ni basic key ya editing, ni program moja ambao wameipangilia sana. Kama ukiwa na Master Collection kuna ziko nyingi, Premiere Pro, sijui Audition, Photoshop, sijui ziko nyingi sana. So uwezo ukajifunza Adobe zote kwa wakati mmoja, lakini at least wengi wanaanza Photoshop afu wanaenda kwenye zile version ambazo zina support video. So kwenye issue sasa kwenye unavyofanya zile kama kwenye Photoshop kuna issue ya ku drag large file. Kwa kama ukiona una right machine unakuwa unaona iko sluggish. Yani kwamba una drop iko sluggish, unataka upreview unaona inagandaganda. Kwa editors wanakopa wanajua sana hichi kitu. So lakini ukiwa na gaming machine inakopa ni instant editing. Yani unaifanya kitu unataka kukifanya unakiona kinakuja chap sana. Na nyingine ni hii 3 mode export. Kwa hizi light laptop kama labda ukisema program ya Lumion kwa maengineer unakuta kabisa light laptop mtu anasema hapana, kwa sababu ile ukijaribu tu kufanya rendering ni kwamba ni kuchakata sasa ile kazi yako ili itoke iwe moja. Ile ndo rendering. So inafanyika sana na GPU. Inabidi iwe accelerated na GPU. So kwa sababu hizi hazina normal laptop hazina GPU, so unakuta kwenye ku-export kazi yako kwenye laptop ya kawaida haiwezi kabisa, ila gaming ina export vizuri kabisa. Umeona? So choose your power format. Kwa hiyo choose your power format. Tukija kwenye gaming sasa utabidi sasa uchoose mwenyewe ni laptop au ni desktop. Laptop kwa wale watu ambao kama ni mwanachuo, lakini kama wewe tayari ushamaliza chuo umejipata na ofisi unachukua desktop, kwa sababu laptop desktop hata kwa ukubwa wake tu inajieleza kwamba ina performance kubwa na ina tolerate heat. Umeona? Kwa hiyo performance difference. Kwa hiyo unakuta hizi desktop zina performance kubwa kwa sababu umeme unaoingia ni mwingi, na pia GPU zake pia zinakopo series. Unakuta series ni sasa ipo kwenye laptop iko kwa desktop, lakini unakuta series zile zina GB tofauti. Yaani kwamba specification zile za VRAM, wengine wanavyoea VRAM naona sasa hapa nachanganya, lakini relax. Ni kwamba desktop iko more powerful compared to laptop. So kama ni mwanachuo au kama upo sasa hivi kitao unapiga issue zako, ukijipata vizuri, au kama unapenda desktop unaweza ukachukua kama una mambo mengi. Lakini disadvantage za desktop ni kwamba uwezo ukaibeba, na pia umeme ukicheza tu kidogo, kwa sababu yanakuaga na mapawa makubwa. Umeme ukicheza tu kidogo unakuta imezima. So unaanza ile project yako mpya. That's why some company wanatakaga wawe na UPS. So hata umeme ukicheza generator inavyojitafuta kujiwasha tayari UPS yenyewe bado inaendelea kuflow na inaendelea kuflow, machine inaendelea kulani bila kuzima. Kuna issue ya portability na power hapa nishaisemea. So unakuta kwenye laptop power ya wati 300 ni kubwa sana. Power ya wati 300 ni kubwa sana, lakini kwenye desktop power ya wati 300 tena ni ndogo sana. Sasa unajiuliza hapa inakuaje? Hizo ni issue za teknolojia tu. Kwa hiyo power ndio determine performance. Kwa hiyo ukiona mtu anakuambia hii bwana ni pro desktop, unauliza wacha anakuambia 300, ujue hiyo ni ndogo sana.
So power ina determine performance. Ndio maana hizi light laptop unakuta mara nyingi ni wati 45, 65, zikijitahidi sana 90. Zikijitahidi sana 90, 120. So na jinsi na lazima uzimatch, kwa sababu usipo match power, na kama hata laptop ina require labda wati 65. Ukimesa hapo ukitumia wati 45 unakuta computer, yani kuna baadhi ya vitu kama inapoteana kwa sababu power ni ndogo. Kama unafanya kazi zako unakuta kama zina slugs na nini, unakuta power. Kwa hiyo power jinsi ya kuitafuta, unachukua voltage unazidisha na ampere, unapata power. So hivi vitu inabidi usome nyuma ya kule ya computer, utaona, inabidi usome kwenye ile nembo ya chaji yako, utaona. So make sure unachukua kitu perfect, kwamba power ya kwenye ilikuwa kwenye computer na match sawa sawa na ile adapter yako. Kitu kingine ni upgradability. Kwa upgrade ni kwamba computer una-upgrade. Sasa mtu mwingine atanunua leo computer specification labda ya i7 labda RAM 16, SSD 512, ameshaijaza sasa storage, anataka upgrade. Kwa hiyo kuna tofauti mkubwa kati ya desktop na laptop katika ku-upgrade. Kwenye laptop ni just uta-upgrade vitu viwili tu, RAM na storage. Ndio maana sometimes utakuta kuna mtu hawezi aka extend more, anakopa ana external, anatumia external device kama kwa issue ya storage. Ila kwa upande wa RAM ukishazidiwa, laptop zina offer slot mbili za ku-add RAM. RAM hizi ni small pieces ambazo kama mtu amenania hapa ni kwenye desktop hapa nilikuwa naonyesha hii ndo RAM. Kwa hiyo unakuta ku-upgrade zaidi na kopo ni shida, lakini kwenye desktop hizi zinakuwa zina slot nyingi za ku-upgrade RAM. So kama ni kazi yako kubwa, unahitaji labda RAM ya 128, unakuta lazima mtu awe na desktop, kwa sababu laptop ni ngumu kwa na 128, kwa sababu zile single stick za RAM mara nyingi zinaishaga 32 GB. So lazima hapo uwe careful. So kama wewe unataka kazi kubwa, unahitaji storage kubwa nini, ukichukua desktop inakopo inafaa. Issue nyingine ni cooling na lifespan. Tunaweza ukasema hizi ni direct proportional, cooling na lifespan. So kwa sababu mashine nyingi zinakufa kutokana na overheating za component, processor ina overheat na kufa, GPU ina overheat na kufa. So lazima mashine yako hiyo ina cool vizuri. So kama umegundua right laptop ukifanyisha heavy task sana, unakuta sometimes ukishika tu unaona mbona kama joto sana, umeona. Kwa hiyo sasa pale inabidi sasa upate kafeni kidogo kakusupport cooling. Kwa sababu mwisho wa siku ukiacha vile unaendelea kuiumiza, mwisho wa siku unakuta unaiua laptop yako, tena gharama zinaanza tena upya kununua laptop nyingine. So kitu kikubwa kama alivyoelezea mwenzangu tayari hichi ameshakizungumzia issue ya CPU processor. Kazungumzia kuhusu Intel na AMD. So mimi huku nitazungumzia kuhusu GPU. Hawa makampuni mawili ili Intel inatengeneza graphics, lakini graphics zake ni zile ambazo zinakuwa nyingi integrated, na wana special GPU za Intel lakini hazipo famous sana. Lakini huyu mshikaji anatengeneza, AMD ni kampuni inatengeneza processor pamoja na GPU. GPU ni graphics processing unit. Yaani kwa hiyo mtu wa graphics kabisa wewe umeshakuwa pro, lazima upate mashine ni GPU. GPU ni graphics processing unit. Kwa hiyo issue zote za graphics hazitaenda bila GPU yako kuwa vizuri. Kwa hiyo AMD wanatengeneza processor, wanatengeneza pia na GPU. Japokuwa processor zao sasa hivi ni expensive kwa sababu ziko vizuri, wamezidesign vizuri sana. Actually kwa sasa hivi naweza nikasema jamaa na processor nzuri kupita hata Intel, kwa sababu ya teknolojia. Kwa kuna GPU hapo utaangalia core count na clock speed. Iko count tayari mwenzangu ashaielezea, japokuwa unaweza usielewe, lakini core count na clock speed. Clock speed ndio ile ambayo mashine ukiona tu pale labda sijui kwa i7 ngapi umekwambia hapa 2.3. Ile 2.3 ndio clock speed. Sasa utakuta kama kuna mtu anakuja kununua laptop unamwambia hii processor yake ni ngapi? Unamwambia bana hii na 2.6 GHz. Hiyo ndogo. Sasa hapo kidogo na mimi mwenyewe nakuwa nashtuka. Kwa hiyo sasa nikimkutana na mteja kama huyo, lazima kwanza cool down. Nimwambie bwana wewe, kama hutaki kununua, yani waga mimi jinsi principle ambavyo even kwamba lazima kama unataka ununue kitu, kuwa na research. Kwa sababu sasa hivi watu almost wote tumesoma, tunajua lazima uwe na research. Uwezi ukaa umeshtuka tu nataka hii, unaambiwa specification lakini kumbe zile specifications zinakopo ni tofauti.
Kwa hiyo sasa tukikupokea kama umetukuta ofisini, tukikupokea lazima sasa lazima tukuulize. Lakini kuna watu wako wengine wako smart, wanajua wanachokitaka. Kwa mfano mtu aliyetumia PC zaidi ya 3, 4, anajua anachokitaka. Kwa hiyo akija hivi, anasema hii kuna ile ambayo ulipost naitaka ile. Unamwambia hii, anakuambia hii hapana. Umeone? Kwa hiyo anakopa, anajua, anafuatilia. Kwa sababu kuna mwingine inategemeana. Kama mtu ameshabadilisha laptop zaidi ya 4, uwezi jua kwa jigani aibadilisha laptop ya kwanza kwenda ya pili. Kwa hiyo mtu kadri anazobadilisha ile laptop anakopa ana gain improvement ya kuzijua laptop zaidi. Kwa hiyo ni vizuri sana mwenyewe kupata kitu unachokitaka. Umeona? Kama hujui unachokitaka, jua kwenye kompyuta unawaza kompyuta kwenye nini. Kwa hiyo baada hapo sasa hivi kuna AI, uingia ChatGPT, iulize basic specification for my computer. Labda nataka nitumie katika matumizi 1 2 3 4 5. Yenyewe nakupa option. Zile option zichukue ndio uje nazo kwetu. Na ukija nazo kwetu, lazima tu hizo mashine tutakupo nazo. Tutakwambia kabisa. Hiyo hapo ni hii. Kwa hiyo nakupa very simple, umerahisisha biashara kuliko pale unakuja ofisini wewe mwenyewe hujui unachokitaka. Mwisho wa siku utauliza, tutakuelekeza, mwisho wa siku tena utaondoka bila hata kununua kitu. Umeona? Kwa hiyo ni issue hizi za processor. So lazima ujue jinsi clock speed kwamba haihusiani, kwa sababu zile unakuta sasa processor kama Intel za kitambo ndo zina clock speed kubwa kupita sasa hivi tena. Umeona? Sasa hivi pia unakuta zina clock speed ambayo wewe kuambia unaweza kuona tena ni ndogo, kumbe haujafuatilia zile series vizuri. Kwa hiyo gaming na issue nyingine ni gaming and productivity. Mara nyingi ziko proportional. Kwenye hizi issue za productivity mara nyingi lazima mtu awe pro na aweze akazinunua hizi computer. Kitu kingine ni GPU. Kwa mfano hapa brother, nikikuuliza ni kampuni gani duniani sasa hivi ambayo ni top number 1 kwa kutengeneza pesa? Kwa kutengeneza pesa ni kwa mauzo. Yani kampuni zote duniani ambayo ni richest, ambayo inatengeneza pesa zaidi kwa mauzo ni kampuni gani? Kwenye bidhaa gani au kwenye pesa? Sio kwenye bidhaa, yani tumechukua bidhaa zote tumeziweka ni kampuni. Kwa hiyo ni ipi ambayo ni richest? Tesla. Hapana. Hapo BMW. Hapana. Hapo brother Nvidia. Yes, it Nvidia bwana. Nvidia sasa hivi ndo top up. Yani ukiuliza richest company in the world sasa hivi watakwambia ni Nvidia. Hasa Nvidia wamekuaje matajiri? Kwa sababu kitambo ilikuwa ni Apple, Microsoft. Jamaa wamekuwa matajiri kwa sababu sasa hivi ya issue ya AI. Yani issue sasa hivi AI core feature ya AI ni kutokana na jamaa Nvidia. Kwa hiyo wamefanya mapinduzi ya teknolojia kiukubwa zaidi. So hata sasa hivi wanapelekea some components za computer ku struggle na price kuongezeka kutokana na hawa jamaa wana makompyuta yao, kwa sababu wenyewe computing zao ziko very complex. Kwa unakuta zile raw material ambazo zikopo zinatumika labda kutengenezea RAM na storage, wao wanazichukua wanatumia zile raw material katika kutengeneza yale makompyuta yao. Yana storage ya kutosha, RAM za kutosha. Kwa hiyo sasa hivi raw material zimekuwa very expensive za kutengenezea RAM na SSD. So ndio maana sasa hivi kama ukitaka upgrade laptop storage yako unakuta prices zimechange kabisa, tofauti na miezi miwili mitatu. Sio kwenye RAM, sio kwenye SSD. Kwa sababu Nvidia wameshapindua na hayo madini yanapatikanika mengi Afrika, na unavyo Kongo pale kuna very complex issues zinaendelea, lakini madini mengi ndio yanapatikanika pale. Ndio maana pale vita ishi, kwa sababu ni source ya madini. Kwa hiyo issue nyingine ni VRAM hiyo si RAM ya kawaida. Hivi ina stand for video memory. So GPU lazima iwe na VRAM. So mara nyingi kwa sasa hivi tunawashauri watu wachukue GPU kuanzia za 4GB kwenda mbele. Lakini kama ni mtu wa ofisini, kuna GPU za MX series ambazo zinaweza zikata kwa generation kubwa, zina dedicated ya 2GB na zenyewe sio mbaya, lakini GPU tunataka ianzie 4GB kwenda vizuri kwa sasa hivi nimeongelea. Lakini kama unataka ununue kitu cha zamani, kwa sababu unakuta mtu anaenda kununua sasa hivi laptop ya generation ya 3 au ya 2, laptop fulani hivi hata muonekano wake kama kamkate fulani hivi sio mbaya, lakini kwa sasa hivi generation ya sasa hivi inabidi at least kuanzia generation ya 6 upate kompyuta kuanzia generation ya 6. Kusoma generation hapa mwenzangu alishaelekeza kwamba let's say tumeandika labda Core i5 10600, alafu tumeandika maybe Core i5 9700 9700. So hii ina stand for core ndo ambazo
hapo mwenzetu ametuelezea vizuri kabisa, tumemwelewa. Hii namba ya mbele ndio generation. Kwa hiyo hii 9th, hii 10th. Kama hii hapa, hizi zinaelezea number of cores, sasa inaelezea specific cores za hii. Lakini pia kuna majina mengine. So kwa upande wa laptop mwenzangu kashamaliza, ila kwa desktop kuna series ya K na F na T na series ambayo iko plain tu. Umeona? Kuna series ya K, F na T ambayo iko plain tu. So kutana na desktop nyingi za maofisini ziko plain. Kwa mfano labda hii ni processor, mimi processor kuna wengine wanaanza na hizi. Lakini kwa wengine hizi hata unavyonunua products maybe China unavyonunua, kwa mfano tunaagiza hizi processor labda Dubai, China. Ukimwambia Core i5 mchina hakuelewi. So unataja specific series ya ile processor. Kwa hiyo ukishataja hivi tu mtu anaelewa. Umeona? Kwa hiyo let's say nimeandika 10700KF 00K au 10700K au 10700. So hizi ni processor za desktop. Hizi ni plain ambazo nyingi zipo katika maofisini, lakini zinafanya kazi vizuri tu, hazina shida. Hasa unaweza ukazitumia kwenye gaming, hazina shida. Lakini kuna hizi zenye K. Hizi K, hii K inamaanisha ni iko unlocked. Yaani ile processor kadri unavyoendelea kuipa mzigo unazidi kujiongeza speed yake. Hizi ni K. Hizi ni processor ambazo ziko very expensive. Na ukikutana na processor ina KF, hizi F series zote zinamaanisha kwamba hazina integrated GPU. Yaani zenyewe lazima utumie GPU ili uweze kupata ile display. Kwa hiyo ukikutana na processor yote labda ni 10700F, hiyo inamaanisha ukishaweka kwenye kompyuta yako hiyo mashine ya display. Sio kwamba ifanye kazi ya display, haita display kwa sababu italikuwa ya GPU. Kwa hizi processor nyingi sana unakuta kuna mashine labda za Xeon, unakuta kabisa ukiangalia kompyuta hauoni kabisa sehemu ya kuchomekea HDMI au DisplayPort ikatoa. Inataka paka kuna kislot chake uweke GPU ambazo tulikuwa tunaziongelea hizo GPU. Nvidia, AMD ndo na GPU. Kwa hiyo ukiweka unakuta mashine ina display. So kwa mapro kwa mapro unakuta wakishafanya kazi zao unakuta shatumia mashine nyingi. Kwa hiyo unakuta anavyokuja kuchukua kompyuta anataka mwenyewe nakutajia specification exact. So uzuri hizi kompyuta zilivyotengenezwa kwa teknolojia sasa hivi, anakutajia hizo specification, wewe unaandaa components zako, unatengeneza pro desktop yako ambayo inakuwezesha ufanye kazi kiurahisi. Ndo kama mfano hiyo hapo tuliona hapo, hiyo nyeupe hapo nje. Kwa laptop inakuwa ni ngumu. Laptop ni ngumu mtu kuibuild, kukupa zile specification zile unazozitaka. Ni ngumu kwa sababu yenyewe components zote GPU na CPU ziko integrated kwenye ile motherboard. Ende chap kidogo. Upande wa RAM kwa sababu unakuta kwa mfano kila mtu ana key specification anavyoenda kununua kompyuta. So mimi kuna siku nilimuuzia mteja wangu mmoja ambaye alikuwa actually ni girl. Nilimuuzia Core i7 generation ya 6. RAM nilimwekea 16, SSD ilikuwa kama 512. Lakini ubaya ni kwamba hakuja actual ofisini. Alikuwa anachukuliwa na mtu, ni kuna mtu anamchukulia ile laptop, yani anataka ampe kama zawadi. So guess what? Yule binti hakuipenda ile laptop kwa sababu ya rangi. So kila mtu ana kitu anachokitaka kwenye kompyuta. So yule alikuwa ananilight task, lakini mwenyewe kwa upande wake alikuwa anataka rangi. Mwenye mambo ya Core i hayo mwenyewe waachiwe ambao anajua. Umeona? Kwa mwenyewe alikuwa anataka rangi, just rangi. Rangi hiyo ya blue, nikamwambia it's okay, naweza nikakubadilishia. Lakini sasa yenye hiyo rangi ambayo yenye hizo specification, hizi specification bana mimi sizihitaji. Wewe nipe yenye rangi fulani. Kwa hiyo haya basi, kwa unakuta mtu ananipa hela lakini mwenyewe kwa sababu hajui kompyuta, ana akilini mwake kuna vitu tu anavitaka. Mwingine hahitaji processor kubwa, hahitaji storage kubwa, anachotaka ni RAM kubwa. Umeona? Ndio maana mimi ukifika nikishakuelekeza lakini ukaniambia bwana naitaka hivi, nakupa kama ilivyo, kwa sababu mwisho wa siku unafanya kama anavyotaka mteja. Anavyotaka mteja. So nitakuelewesha, lakini kama una elimu yako unataka kitu chako hicho utakipata. Kwa hiyo ni kuna issue za RAM. So RAM tunazotumia sasa hivi, generation ya sasa hivi ni kuanzia generation za 6, nyingi ni DDR4, na kuanzia za generation za 12 kwenda juu nyingi ni DDR5. So hapa kuna hii issue za speed ambazo sio issue sana, lakini
DDR5 iko more powerful. Kuanzia machine za generation ya 12, 13 zina speed kubwa sana za kwenye RAM ambazo ni DDR5. So storage, connection ya storage, wengi sana wanajua sasa hivi SSD, kwa sababu SSD sasa hivi ndio habari ya mjini. SSD. So current nashauri kama unataka ubuy au kuna mtu unataka umnunulie, ama unakuja na mashine zetu, utapokuja hata ukija pale ofisini, almost zote zina SSD. So kama SSD ni ndogo na almost tunaweza tukafanya upgrading. Na ndio maana tunakuwa tuna laptops zina tofauti. Ukija dukani utakutana nyingine zina SSD 512. So utachagua kulingana na wewe mfuko wako ukoje na wewe je, kwa hiyo storage itakufaa. Kwa mtu mwingine anaweza kanunua na external pia, external storage. Umeona? So kama wewe ni mtu ni pro, unataka ucheze ile magame yenyewe, kwenye issue ya storage itakuwa affect wewe katika issue ya game loading. Kwa sababu watu wanajua kwamba RAM, hata akiongeza RAM labda game litarani haraka. Hamna. Ukishaimiti ile minimum requirement, unakuta kila kitu kinakuwa sawa. Yani wewe mwenye minimum requirement kwenye copying speed, hata na yule ambaye ana RAM kubwa, yote na kopo ni moja, copying speed haiongezeki. So copying speed itaongezeka kutokana na storage. So ukichukua kitu kunatoa hard disk kwenda kwenye hard disk, speed lazima iwe low, lakini kwenye SSD unakipeleka kwenye SSD. Hivyo kwenye game, ukiliweka game kama una run kwenye kompyuta yako kama machine ina SSD, ile game lina load faster. Sana kuna zile sehemu ambapo linajiandaa sasa ili uanze kucheza, lazima kuna sehemu ina load. So ukitumia hard disk unakuta pale ina load, hata vibe ya game yenyewe unakuta imeisha. Lakini ukitumia SSD ni chap kwa haraka. Hii issue ya SSD ipo sana kwenye PlayStation 5. Ndio maana magame ya PlayStation 5 ukiligusa tu limefunguka. Hivyo kwenye gaming PC game zake, kama unalani kwenye SSD, ukiclick tu limefunguka na lina load chap, linakuwa vizuri. So SSD mara nyingi ambazo sasa hivi zipo ni Gen 3, Gen 4. I hope you are interested na hii. So kama uko interested na hivi vitu, tuende kwenye hiyo hapo issue. So hizi huku ni vitu complex kidogo, lakini nitazivi-summarize. So tunavyo customize gaming PC au pro hizi PC, lazima tunachagua hizi chipset ambazo ni motherboard. So motherboard ni kampuni nyingine, Intel ni kampuni nyingine, GPU ni kampuni nyingine, Nvidia let's say. RAM ni kampuni nyingine. So unakuta na combine makampuni mbalimbali, lakini ambayo inabeba jina ni ile kampuni ya motherboard, kwa sababu ile kampuni ya motherboard ndio kampuni ambayo ita display pale mashine inavyowaka. So kuna makampuni ambayo yanaitwa Gigabyte, ukikutana nao usio kaa Gigabyte, Asus, MSI, hayo ni makampuni pendwa sana yanatumika. Acer, yote ni makampuni ambayo yanatengeneza hizi motherboard kwa ajili ya hizi heavy duty machine. So kitu kingine ni video RAM na stability, kwa sababu hizi motherboard sio kwamba kila motherboard utaweka processor ile. Zimetofautiana. Kuna motherboard ambayo sasa hapa naongelea watu wa desktop, msije mkachanganya laptop. Laptop huwezi ukabadili GPU wala CPU, ila kwa desktop unaweza ukabadili. Sasa kivipi? Kwa motherboard, issue ya motherboard ni kama kwa desktop unakuta ina support kuna series za socket. So unakuta motherboard moja ina support labda generation ya 6 na ya 7. Ukichukua motherboard nyingine ina support generation ya 8 na ya 9. Ukichukua motherboard nyingine ina support generation ya 10, 11, hivyo zimejigawa kinamna hiyo. Kwa hiyo zinakupa chance ya ku-upgrade kwenye generation nyingine. So kama let's say nimechukua motherboard labda ya series ambayo ina support generation ya 8 na 9. Kwa hiyo maximum processor ndio iweka humo ni i9 generation ya 9. Umeona? Kwa sababu i9 ndio generation juu. So unaweza kukutana na i9 maybe ya generation ya 9, lakini utakutana na i7 generation ya 10. Umeona? Hizo processor almost zina performance sawa, japokuwa tu ya i9 na kupo i9 ya generation ya 9 na kupo iko generation ya chini kidogo. So kuna hizi comparing za hizi processor waga mara nyingi zinachanganya. Ila kwa sasa hivi kwa mfano kuna AI. So unaweza ukawa unauliza tu pale kati labda ya i9 ya generation ya 9 na i7 ya generation ya 10. Hii i9 kwa nini sichukue i9 nichukue i7 generation ya 10? So zinakuwa zinakujibu, kwa sababu nyingi sana processor tunazoziona kwa kuiangalia hivi uwezo ukajua performance yake. Paka uwe pro, unafanya vitu vyako vizuri. Unapotumia kompyuta unaangalia ni asilimia ngapi ya processor inatumika, asilimia ngapi ya RAM. Usitake leo kuna mtu mwingine anasema mashine yangu mimi RAM ndogo. RAM ndogo, nataka upgrade. Yes. Sasa wewe unamwambia unafanya kazi gani? Unakuta zile kazi ambazo anazifanya ukiangalia ile RAM usage unakuta labda ni asilimia 30. Sasa unamwambia hii RAM usage haijafika hata asilimia 90
ya kazi yako, lakini unataka upgrade RAM. Inavyoonekanika issue sio RAM, lakini utakuta mtu hakuelewi. So unavyotaka ku-upgrade kitu lazima umake sure ni kweli una upgrade hicho kitu, kwa sababu mwisho wa siku unaweza ukapawa unapoteza pesa yako, ila wewe mwenyewe unajidanganya, unajifariji, kwa sababu unakuta tayari minimum hiyo requirement ushaifikia, unataka uweke expenses kwenye performance ambayo uwezo kaipata. Kwa ndio maana utakuta mtu kaitoa laptop labda ina GB 8 kaipeleka kwenye GB 32 akijua kutakuwa kuna changes kwenye game na kwenye game haichezi. Hiyo ni kitu, hivyo ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo mteja unamwambia bwana, hii RAM ya 16 inatosha kabisa, lakini unakuta mtu mwingine bado haelewi, anasema iwe 32 ndio itacheza game. Unamwekea haichezi. Baada hapo, kwa hiyo tunafanyaje? Tunamuelewesha sasa. Kuna kitu kinaitwa GPU na vitu. Kwa hiyo vitu kama hivyo. So ni lazima ufuatilie vizuri ili ujue unataka kipi. Inakuwa ni very simple, very simple. Cooling and power kama hapo nilivyoonyesha. Kuna desktop nyingine zinakuwa zina AIO. Hii ni all in one. Maana yake kuna liquid inapigwa na air. Hizo ndio inaenda kupoza processor. Kwa sababu hizo ndio vitu ambavyo vina overheat kweli. Processor. Baada hapo kitu kinacho hit kweli ni GPU. GPU. Hii processor ni hii hapa ndio ambayo mzangu ameionyesha. Hizi hapa. Hizi zina hit kweli. Kwa hiyo zinawekewa. Ndio kama ukiweka ndani ya mashine unakuta ukigusa hapa inakuunguza kabisa. Na kuna video nyingine ni crypto wanaigizaga ni kwamba juu ya hii wanawekea kikombe cha bati chenye maji, yale maji yanachemka. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina hit sana. Kwa hiyo kama kina hit, maana yake lazima cooling mechanism iwe vizuri. So cooling za processor kwenye desktop ziko za aina mbili, kuna air, kuna liquid cooling. So kama hapa processor nilivyowaambia, kuna hizi processor zenye K. Hizi ni unlocked processor, hizi ni za baraa. Yaani kwamba hizo kama unazifunga ndani ya desktop yako lazima uhakikishe una hii liquid cooler. Ukiona kitu hichi kama hichi kama kamba hivi ndani ya desktop, hizi ni liquid cooler. Hiyo inaenda kwenye processor. The way mechanism ina cool processor ni kwamba upepo unapiga hii fan. Hii fan ina maji. Kama zile nani za kwenye gari. Hii fan ina maji. Kwa hiyo maji ndio unakuja kucool processor. So kama wewe umechukua processor ya K series, lazima mtu akufungie liquid cooler. Kwa hiyo kwenye issue ya laptop cooling limit, tunaona kama magaming yana mafeni makubwa, ile sio kwa sababu ya kubahatisha, ni kwa sababu zile processor zake zinakuwa zina heat sana, lazima zikool vizuri. Overheating solution kwenye hii issue lazima utumie tu kula vizuri. Kula vizuri. Kwa kama laptop yako unakuta mtu mwingine ananunua gaming na bado ina overheat, lazima tujiulize vizuri issue ni nini. Icheza labda thermal paste imeisha, au it's either ni yenyewe processor imeshaanza kufa, kwa sababu kuna baadhi ya processor nyingine zinavyoanza kufariki ni kwamba hata uweke kula gani hazipoi. Zina overheat tu. Kwa hiyo sasa unakuta na hii kujua, unakuta tu mashine nazima random. Chwa, unaitumia kwenye nani nazima chwa. Kumbe ni processor ina heat. Sasa zimeisha. So performance in gaming kama nilivyoeleza hapo, kuna kitu kinaitwa FPS, frame rate per second. Hii sio watu wa game tu wanaitaka. Hata wewe una edit video kwenye kompyuta yako lazima ujue nini maana ya FPS. FPS ni frame rate per second. Hichi kitu kinachangiwa sana kutoka kuanzia GPU. Processor haichangie sana. Processor ni kama ikiweza kuisukuma GPU, kitu kinaanzia kwenye GPU then monitor yako. Kwa hiyo kupata high FPS lazima uwe una GPU kubwa. GPU ziko za aina nyingi. Kwa sababu labda ya 4GB inatosha. So lazima una GPU kubwa na kioo chako lazima kiwe kina refresh rate nzuri. Refresh kuanzia 60, lakini ukipata ya 144 inakuwa ni vizuri zaidi. So kama unatumia monitor lazima uhakikishe una monitor nzuri. Kwa hiyo unakuwa una experience, hata kama unacheza game unapata ile realistic. Kwa hiyo kuna kitu hichi kinaitwa CPU bond vs GPU bond. So tunavyofanya hizi tunavyoziassemble hizi pro heavy duty PC, lazima tutengeneze bond kati ya CPU na GPU, kwa sababu unaweza ukabottleneck. Kubottleneck ni inamaanisha unafanya vitu vice versa. Yaani kwamba unaweka GPU let's say ya mwaka huu, processor unaweka labda processor ya mwaka labda 2018. Umeone. Kwa hiyo pale unakupa na bottleneck. Unachokibottleneck ni kile kikubwa, unakipeleka kio tena kina speed ndogo, kwa sababu umekihusianisha na GPU ndogo. Kwa kama unatumia GPU kubwa, make sure unapata processor ambayo inaweza ikasupport hiyo GPU vizuri kabisa. Na kama unachukua ndogo, basi sio mbaya ukiweka kwenye kubwa, lakini angalia wewe mwenyewe. Kama una uwezo wa kuvimatch vizuri, unavimatch. Hiyo ndio kitu kinaitwa bottleneck concept. So
Gaming for professional, kuna hawa jamaa pia hizi issue zinasaidia sana kama nilivyoeleza mambo ya AI. AI sasa hivi mtu yote ambaye anataka ifanye AI ile yenyewe ile. Kuna maclip fulani mnakutana nayo ya AI. Wengine wanatumia simu sawa, lakini zile best zinafanywa na kompyuta. Ndio maana hata kuna baadhi ya engineer wengine sasa hivi wanafanya tu kazi, collect kazi yao, organize vizuri, ila kwenye kurenda wanaiachia AI. AI. Kwa hiyo lazima uwe na Nvidia hii uweze operate AI program zote zinazokuwa AI zile za kurenda. Lazima una nani. Wengine kwenye mambo ya streaming na hizi engineer na program zao tayari nishaelezea. Kwa hiyo kwenye budget category, kwa hiyo kuna entry level. Sio kila gaming PC ni milioni 2, milioni 3. Kuna entry level. Entry level ni ile minimum requirement. Labda kama unataka game fulani au kama unataka program fulani, ile ndio entry level yako. Kwa hiyo sio lazima uanze na kitu kikubwa sana, unaweza ukaanza na entry level. Umeona? Baada ya hapo unakuja kwenye mid range, baada hapo unakuja kwenye high range. Kwa hiyo unakuta kama mtu amejipata vizuri, anatoka tu kwenye entry level, mara nyingi lazima ubadilishe kompyuta nyingi. Ila wachache sana wanaanzia hapa. Wengi ambao wako vizuri wanaanzia kwenye high end, ambao ni chache sana, ni mara chache sana wanaanzia kwenye high end. So kwenye entry level ni kuanzia at least generation ya 7 hadi ya 9. Hizo ndio entry level za kuchagua ni unavyochagua kompyuta yako. Ila hizi mid range build ambazo ni kuanzia 10th generation hata 10 mpaka 12 generation. Hata kwa laptop is the same. Hata kwenye price za generation hiyo ndio entry level nyingi ambazo ofisini zipo, lakini zipo pia za generation ya chini, lakini kwa hizo tutapata kwa budget. Kwa mfano laptop ambayo tumeona hapa tunauza 7,500,000. Yes. Kwa hiyo ni generation ya 8 i5. Kwa hiyo ipo kwenye entry range. Kwa hiyo ni light laptop. Umeona? Baada kwenye upande wa AMD Ryzen zinakuja Ryzen za kitambo kidogo. Kwenye mid range mara nyingi processor za DDR4 kwenye hii generation ya Intel, lakini kama kwa AMD. Ila kwenye high end ni kuanzia generation ya 13 mpaka kwenye Core Ultra kwa series ya Intel, lakini ya AMD sasa hivi unatakiwa uchukue AMD 5 socket. Hizi ni motherboard zinazo support DDR5. Kwa hiyo utakopo upo katika high end. Kwa hiyo unaweza ukai-update na ina performance kubwa sana. So budget gaming laptop au desktop inategemea na wewe mwenyewe. Unakuwa specific na unachokitaka, unatuletea, unatutumia, tunakutengenezea. Kama ni laptop itakuwepo, utahitaji, utaipata pia. So these are common buying mistake ambazo watu wanazifanya wanaponunua kompyuta zao. Mara nyingi sana ni misleading laptop specification au desktop specification. Yaani ukiwa na haraka ukiwa na haraka mwisho wa siku una kompyuta unasema sasa wewe umekuja dukani, tumekupa laptop vizuri, tulikwambia kabisa haina touch screen, lakini wewe kumbe ulisahau kama hiyo laptop haina touch screen. Unaenda kwako kuitumia unasema tena mimi niko nataka touch screen. Sasa pale lazima tena tunaanza kushangana vizuri. Tunaanza kushangana tena. Kama unataka ujue laptop bwana zina vitu vingi sana vya kukagua kabla hujanunua. So hivi vitu vingi watu wengi hawawezi ukavi-afford kuvikagua vyote ndio ununue laptop. So nenda tu sehemu ambayo inaaminika wewe ununue laptop yako. Umeona? Kwa sababu laptop ina vitu vingi. Yaani mimi ukisema tumeenda Dubai tunachukua mzigo, na make sure kwamba mzigo unaochukua ni quality. Kivipi? Kwamba ili hata wateja tukiwauzia wasisumbuke tena, kwa sababu laptop kama nikikupa ukikagua laptop nakuta umeikagua kwa 40%, 60% zote haujakagua. Umeona? Na uwezo ukazijua. So kukagua laptop iko complex. So mimi nakushauri kuwa na specifications zako vizuri. Njoo ofisini kwetu, tutakupa laptop ya uhakika kabisa na warranty ya kutosha. Tutakuwa responsible katika any issue ambayo imehappen, kwa sababu sometimes wenyewe wafanya biashara hatutaki simu nyingi, mambo mengi, maneno mara kutukanana tena, na hapo ni issue ambazo sio nzuri. Kwa hicho ndio kitu cha kwanza watu wanachokifanya. Unbalanced build ndo kama hapo nilivyosema bottlenecking. Mtu mwingine anataka GPU kubwa, processor tu hata ukimwekea ndogo fresh anakopa na unbalanced build. Kwa hiyo atapata performance lakini anakopa amegaramika hela kubwa kwa performance tena ndogo. Kuna hii poor cooling, ni kwamba laptop yenyewe inakopo ina cooling ambayo haipo vizuri. So kwenye laptop kidogo, kwa sababu ameitengeneza official, inakopo at least na iko relevant, zile GPU processor navyo hit na kwa iko relevant na cooling speed yake. Ila kwenye desktop huko unaweza ukaiba. Kwa mfano hii hapa tumewekea liquid cooler kwa sababu hiyo processor ni na overheat. Kwa hiyo unakuta mtu processor kama hiyo anaiwekea air cooler.
Kwa hiyo unakuta ina hit ni rahisi kufa. Kuna poor PCU. PCU ndo hizo, PCU ni power supply unit. Kwa hiyo ni power supply. Kwa hiyo unakuta kwenye kompyuta kama ina GPU lazima power supply yake iwe kubwa ili iweze kufanya vizuri. So kuna hizi optimization and maintenance. Hivi ni vitu ambavyo hata ofisini kwetu pale tunafanya. Kwa kama kompyuta yako unaona kama kuna baadhi ya vitu havieleweki, unaweza ukatupigia tu simu, tuna technician wetu pale ofisini, hivi vitu vyote tunavifanya. So hizi maintenance ni maintenance ambazo sio kila muda utakiwa uzifanye, lakini mambo ya window installation, window yako inaweza kaingia virus. Kwa hiyo unakuta hata ukiweka antivirus, mara nyingi watu hawajui concept ya virus. Machine tayari na virus imeshatafuna operating system files. Kwa hiyo unaona iwekea tena antivirus ukitegemea kwamba itakaa vizuri. Kwa hiyo kinachofanya zile virus ikiingia ita recognize hata ile virus ambayo iliyopo kwenye operating system kwamba ni virus. Kwa hiyo utakuta inakula tena mafaili ya window ile antivirus uliyoweka. Kwa hiyo utakuta mwisho wa siku mara kompyuta ieleweki. Kwa hiyo issue nzuri nakopo ni kuichange window. So hizo ndo service, hizo ndo tech ambazo kwa tunasemea vijana wengi wanapata ajira kwa kupitia hizo. Driver updates. So unavyonunua kompyuta mara nyingi sisi tunakopa tumeshazi install hizi driver vizuri, wewe unaenda tu kutumia. Lakini kuna baadhi ya driver kama za audio, kuna machine nyingine mbona haina sauti, mtu mwingine anachanganyikiwa mashine haina sauti, tunamwambia hiyo ni driver, haelewi driver ni nini. Kuna issue za driver. Cleaning and dust control. Kuna watu wanatelekeza mashine yao, unakuta mashine ukifungua ndani uone ile body, unaona mavumbi tu, isiwe laptop hiyo. Kwa hiyo mtu anakopa anaitelekeza. Sasa ile vumbi ikiungana kwa unyevu kidogo tayari na laptop. Thermal paste replacement. Hii thermal paste inakaa between ya CPU. Kama nilivyosema hizi CPU zina heat. CPU na hiyo kula yako. Kuna thermal paste, kisha hiyo mashine inakopa ina overheat. So conclusion ya hii mada yetu yote kwenye hii subtopic hapa ambayo nimepresent ni kuchoose the right system, kwa sababu kuepuka lawama. Tutaki lawama, hautaki wewe ulalamike kuhusu issue yako yoyote, au mtafutie mtu PC kakuamini wewe kwamba una ujuzi kidogo, mwisho wa siku na wewe mwenyewe unapewa lawama, tena unataka kusema bora hata usingeniambia. Hiyo hapana, ni kuchoose the right system. So kuna kuupgrade, ni kwenye laptop, lakini kama mtu ana maswali anaweza akaniuliza. So my name is Mr. J, the founder of Mr. J Laptops, and I've worked with many companies like Vivo, TCL, and big brands that are international. Tajaribu kuzungumza Kiswahili, lakini forgive me for my Swahili, it's a bit bad, but nitakuwa nachanganya ndimi, both Swahili and English. So kwanza nashukuru sana kwa Ubepari kuni consider among all creators wa East Africa na kuniita hapa. We have been friends for a very long time na I have learned a lot from him, na amenifunza mengi pia na mimi pia nimemfunza mengi, and that's how I believe the world exists. Apart from us being from different locations and kukuwa na a lot of fights online ya Tanzania na Kenya, he still considered to bring me up here. I really appreciate that. So now let's jump to the main thing, and I will try my best to be as short as possible because mengi yashasemwa, so mine is just the few points which have not been said or just brushing it off. So kitu cha kwanza, I will say buying a laptop, it's also a bill if you don't be careful while you're buying it or where you are buying it. Ukiangalia kitu cha kwanza, sometimes unapata some sellers are just selling you a laptop but hawajafanya the rightful checkup ya kukuuzia hiyo laptop. For instance, unapata amekuuzia and everything is okay there, lakini you are buying it out of excitement juu it's your first laptop maybe, ama you are eager kuitumia, kitu kama hiyo. Unafika unapata ina issue ya battery, unapata ina issue kama ya keyboard, unapata kuna issue kama HDMI ama SSD hazifanyi ama zinaenda kuharibika in the future. So kuna softwares ambazo zinakuanga zimekuja na laptops zikiimportiwa mostly, of which I believe Ubepari ziko kwake yeye mwenyewe anazo, which you can test the laptops hapo. So before buying any laptop you have to check a lot of things. Kitu kama ukiangalia screen ya laptop unapata zingine ziko na damage kidogo, but if you ignore it later inakuja ku affect the whole screen, alafu unaanza kuona makosa ni Ubepari. Lakini yeye pia there's 1000 laptops which come in on weekly basis, so akisema atakuwa na ziconfirm zote, sometimes unapata ameteleza kwa moja. So it's upon you as a buyer pia, ukiwa hapo kagua vitu kama hizo, unaona.
but they also do a high checkup because there is someone who is in Dubai who does the checkup for them, and also when it comes here there is also another team ya kusaidia kufanya checkup vitu kama hizo. The second point I will go to is about scam specs. For instance, unapata there's a laptop which is Core i7 4th generation. Wewe knowing that Core i7 is the key thing, unakimbilia hiyo, leaving a Core i5 10th generation. So unapata mostly people ile what like your friends walikuambia kule mtaani ama marafiki zako wa nyumbani ama wa school ama vitu kama hizo ndio unafuata, while you're leaving the person who is a professional, ameka kwa hii industry miaka kadhaa and knows much better. You're just following advice kwa watu wengine. In the other ways also, you can use something like ChatGPT. ChatGPT is here to make work easier for us. So for instance, unaweza pata how trust maybe the seller mwenye anakuzia kitu. ChatGPT should be our closest friends, where you can just put the specifications here laptop ambayo anakupa na compare to the one which you wanted and check which one is the one which inakufaa kwa makazi zako, as you can see. So another thing is also, while buying a laptop, you have to consider the main things. For me, I usually go for power and battery because I don't need like a clear camera. I'm never in Zoom meetings or those things. They might come in handy, but the main thing is what? Performance and battery. Because mimi mtu kusafiri sana, I travel. One day I'm in Kenya, the other day I'm in Dubai, other day I'm in China. So battery is one of the most key factors I usually check on my laptops. That's why mostly you'll find me going with MacBooks. It's not that the MacBook is better kuliko laptops zingine, but I just love their battery performance. Now, when you can sync in with your iPhones or other Apple devices, the ecosystem of Apple, mimi nifurahisha. It doesn't mean you have to follow me. The HP laptops have their own ecosystem on the Android sectors. Haya. Lastly, I will want to go to the Tanzanian reality. So first thing first, kama wewe in Tanzania mostly you have to check is everywhere where you stay like kuna power efficiency. So when you're choosing a laptop unafaa kuangalia which laptops are you choosing. Like kama wewe ni mtu unaona kutakuwa na issues set za kwenu stima, you have to go with a laptop which gives you a better battery. Na unaangalia kitu kama performance. Efficiency. So efficiency, it's whereby like does it meet the expectations like usage yako. So buying a laptop, you should not be buying it for right now. You have to buy it for a long-term usage. Kuna two types of buyers. Kuna buyers mwenye ananunua for right now and the buyer who sees like a future. So ukiwa unanunua laptop, you have to consider kama unaona wewe ni mtu utakuwa una more deep into the tech world, I'll consider you, I will advise you ununue laptop ambayo iko na better performance compared to the basic ones, so that as you advance your skills kwa technology, you don't have to incur cost kurudi tena kununua nyingine. That's some of the stuff you have to do. Also, at the same time, you might also end up buying a more powerful laptop and then not using it to its efficiency. So you have also to consider those kind of things while buying a laptop. Lastly, another thing I would want to mention is introducing your kids, your brothers, your sisters, your siblings basically to tech as early as possible. So as you can see, kitu kwanza kama Kenya kuna system imeletwa inaitwa CBC. Basically this system is whereby they are moving from the books na kuandika notes na vitu kama hizo to more of tech world, whereby unapata sisters wangu wale wadogo ambao wako 10 to 15 years washaanza kutumia laptop kwa shule zao. So it's a recommendation, ukiingia shule you have to buy a laptop ndio uweze kufanya yani homework zako na vitu kama hizo. Emails hakuna, yani hakuna ile kuandika homework ama vitu kama hizo kwa vitabu anymore. Unatumia vitu zako kwa emails, unazisubmit, asubuhi mwalimu anaangalia wenye wamesubmit email zao na mnaulizwa wenye hamja submit na vitu kama hizo. So unapata when I introduced to the tech world as early as possible, inawasaidia pia wao ku advance their skills by the time wanafika age zetu ambazo ni 18 kupanda vitu kama hizo. There's my mentor ambao he is called Hassan Wanjiru, who is the founder of Zia and also Sendwave. Hizo ni kampuni za banking na vitu kama hizo. His son, who is Ali, he is around 13 years, and he came to me and he was like, I have seen your website lakini haijapendeza vile. Ninge make proposal ya kukutengenezea website nyingine, ukifurahia utanilipa na usipofurahia hautanilipa. Ambao he is 13 years old, remember. He took a maximum of 1 month kutengenezea your website and it was one of the best websites I have seen. It's still bado hatujaweza kuupload kwa system because there are some bugs he's fixing, but averagely I have checked the website. It's more than my expectation for a 13 years old kid kufanya vitu kama hizo. This is because baba yake alimintroduce to the tech world as early as possible with good guidance. Kama hautapea the good guidance, unapata they end up watching some pornographic stuff ama kufuatilia ma celebrity ama vitu za kipuzi.
Si unaona? Okay, they have rights kufanya vitu kama gaming na vitu kama hizo, but the main purpose unafaa kuwa inafanya ni ya kwa develop mentally for the future tech world. You see? So you see, this website which he created, it has an AI integration whereby ukienda kununua laptop inaku advise automatically. So it's not about you coming kwa duka kukuja kutuuliza about the laptops ama vitu kama hizo. Iko na AI feature ambayo unauliza, does this laptop naweza fanya kitu fulani? Yeye yenyewe inakuambia. Ukiwa kwa website, si lazima sasa tena uende kwa ChatGPT na vitu kama hizo. Mind you, this is a 13 years old kid. So what about huyu kijana akifika kitu kama 20 ama 25? He will be way beyond us. You see? So if you mkiweza kuintroduce madada zenu na mandugu zenu and your friends na vitu kama hizo and your kids wenye mko na watoto, it will be much better for the coming generations kuendelea hivyo. Lastly, I would want to emphasize in AI. Okay, I have seen AI being ikizungumziwa sana kule sekta za Kenya. I'm not sure if it's the same thing with Tanzania. I haven't done my research, but I might ask you, is AI like a big thing ama bado hamjaifuatilizia? Ubepari, how is it? Like AI, is it like kitu ambayo imezungumziwa sana ama bado hamjafuatilizia? Okay, so basically AI is a very big thing whereby you can help, like inaweza kusaidia kufanya kazi yako, workflow yako na vitu kama hizo much easier compared to the basic way of people doing things. So kwa kwanza kama creating a website, it used to take 4 months, 3 months and all those, just creating the UI, like the interface and all. But right now with the AI, unaweza ifanya kwa 10 seconds or 15 seconds maximum, vitu kama hizo. You see, this is because AI is here kufanya vitu zako. So, wewe kama watumia AI just kuuliza, Tanzania tuko wangapi? Sijui who is the fastest runner in the world? Hapo watumia AI vibaya. There is a better way kutumia AI. Unaweza pata ku automate kazi zako. For me, I'm also working on a website whereby it helps me automatically kufanya kazi yangu. So for instance, nikipost kama rather than posting on Instagram, TikTok, Facebook na vitu kama hizo one by one, niko create website ambao na upload once, automatically ina post kila pahali. Sijui kama muelewa. It's saving me time and a lot of money ku employ mtu kunifanyia social media management. You see? So if you guys hamtakuwa mna cope up with the AI world, mtakuwa mnapata yani mmeachwa nyuma sana. Kama nyinyi mwachukua AI basically just asking questions, hapo mnakuwa mna miss out some big things yenye zinafanyika. Kuna generating images, people are creating AI models na wanazitumia kwa biashara zao. This is making a lot of company money whereby you will have end up paying a model ambayo atakulipisha pesa ambazo hazieleweki. You can even take celebrity pictures, uiweke hapo, copyright itakuwa ni AI ndo atakuwa anapelekwa na hizo copyright issues. Wewe kama creator, I don't believe kama kuna any issue utakuwa utakuwa na huyo celebrity kama ya kujamwambia this is AI generated image na kwa specifications zangu mimi niliandika it's AI generated, si kusema wewe ulikuwa hapa, something like that. So you see, you have to use the AI technology to advance yourself and to help your workflow much easier. And lastly, I would want to go back to the laptop sector because that's the main thing yenye imetuleta hapa. As a daktari who was saying, Dr. PC, he was saying about laptops, like unafaa kuangalia, like when someone is buying a laptop, you should not look at the color ama the way it looks. Kama you're going for style and everything, well, it's okay with you, but for the people who want laptops specifically, like for kujielimisha na ku-advance their knowledge, I would suggest waende kuangalia like in terms of performance na kuangalia the specifications zenye ziko hapo, of which ukiangalia mtu kama daktari, he has taught people, like he takes his time ku explain ya watu vitu kama hizo. I won't go back to explaining everything here because most of them zimekuwa mentioned na Ubepari and Dr. hapa, so I will leave anybody who has a question to ask me something like that. And lastly, sorry for cutting you short maybe. I love the way Kina Ubepari and the Dr. PC, they are doing their work. I will give them on a scale out of 10, ningewapea 9, yeah, I will give them 9 because there's a lot of time they take kufunza watu more than just selling compared to the Kenyan market whereby people are just getting pushed kununua rather than explaining to them what you can do or
how this laptop can assist you and the specifications kufunza mtu ni vitu kama hizo, like the details they take kufunza watu vitu kama hizo. So keep it up Mr. Ubepari and Dr. PC here. And I have learned also a lot from them in terms of how they are doing their business modules. Wanakuanga mpaka na meetings on Mondays. So I also went and took that style to Nairobi, and a lot of people have started copying us in that way. So unapata the way they are doing meetings, they are discussing on how to improve their sales, like sales, and how to improve their customer service na vitu kama hizo. So yeah, I will big up to that, and I'll still be coming to Tanzania and learning more from you. So thank you so much kwa kunipa muda wenu, kwa kunisikiza. I really appreciate it.